Yaani ukisema Mungu ana mwana kwa mujibu wa Qur'ani, mbingu zinalaluka. Mbingu zinatikisika. Tunakuja kujifunika. Yaani kwamba kuita Mungu ana mwana tumefanya jambo la kushtusha sana. Tuko pamoja mpaka hapo Lakini maandiko ya Biblia yanasema kwamba jinsi Mungu aliupenda nini? Ulimwengu hata akamtoa nini? Mwanae pekee. Tuko pamoja mpaka hapo? Lakini huku Qur'ani inakanusha na inakataa. Na kwa maana ile njia ya Wakristo ya kwenda katika uzima kwa Waislamu ndio njia ya kwenda jehanamu. Kwa kimkiri Yesu ni mwana wa Mungu, kwa Muislamu umekufuru kufuru kubwa sana ambayo haisameheki. Umemshirikisha Mungu. Ni kufuru kubwa sana ambayo haisameheki. So uone hiyo tayari ni tatizo hilo. Sawa Hebu nipe tu Qur'ani hii 9:30 Qur'ani. 9:30 Qur'ani. Na Mayahudi wanasema Uzairi ni mwana wa Mungu. Na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo kauli yao kwa vinywa vyao. Wanayaiga maneno ya waliokufuru kabla yao. Mwenyezi Mungu awaangamize. Wanageuzwa namna gani hawa? Mbona ni kufuru tena kwa Allah? Yaani ni kufuru ambayo inatakiwa Mungu afanyaje? Aangamize. Akuangamize. Kusema Mungu ana mwana, Allah ana mwana, Mungu akuangamize. Kwa ni makufuru. Sasa Yesu, hiyo ni andiko linasema kwamba ukisema Yesu ni mwana wa Mungu ni kufuru? Ni kufuru, sawa Lakini Biblia tayari ishaweka msingi mmoja hivi. Yesu wenyewe pia kuna Wayahudi huko walimuita amekufuru, sawa Lakini hebu soma andiko hili kwanza. Ile 10:36 Yohana, utaona point hapo kwanza. 10:36 Yohana. Sawa. Mstari wa 36 anasema, "Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu?" Je, hapo ara hajapingana na Kristo au Qur'ani au Uislamu? Hapo Qur'ani inapingana na Ukristo. Tuseme inapingana na mstari huu wa kwenye Biblia ambao Yesu aliuongea. Sasa unajua imani ya Yesu ni mwana wa Mungu ni imani kubwa katika Ukristo. Ndio. Tunafahamu? Ndio inasimamisha Ukristo. Ndio, na si ndio imani yenyewe ya Ukristo kwamba inatakiwa waamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na Mungu alimtuma aje ili aukomboe ulimwengu. Kimwamini anakukomboa. Usipoamini ndo basi unameshajihukumu. Na ukiamini Yesu ni mwana wa Mungu unapata nini? Kwa mujibu katika Biblia. Unapata uzima milele. Uzima milele. Na Qur'ani na Allah anasema kwamba ukisema Yesu Mungu ana mwana umekufuru? Unakufuru, nitakuwa uangamizwe. Na Yesu anasema kwamba mimi yule ambaye Baba amemtakasa akamtuma ulimwenguni. Sawa? Nyinyi mnamuita mnasema amekufuru kwa kujiita ni mwana wa nani? Kwa kuwa nimejiita mwana wa Mungu. Ndio. Kwa Yesu alijiita ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini Allah anakataa. Kwa maana kwa point hiyo kwamba Allah na Yahweh ni Mungu wawili tofauti. Kwa nini huyu Mungu akataa yakubali? Anasema kabisa kama sizitendi kazi za Baba yangu msiniamini. Kwa hiyo anamuita Mungu ni baba yake. Lakini Allah katika majina 99 alionayo ana jina la Baba. Kwa Allah si baba. Anaitwa Mungu mlezi. Mola mlezi. Sawa? Waislamu nikiongea nalo katika hilo swala la kusema Mungu ni baba, wanamaanisha baba ana viungo, yani ana viungo kama sisi wa baba. Sasa hiyo ndo akili za watu waliofilisika kiakili. Kwa sababu Mungu hahitaji kuwa na viungo ili awe baba. Hata huyo Allah wao anaitwa kwa ile masculine ya kiume. Anaitwa kwa masculine ya kiume. Haitwa she, her. Sema hivyo utakuta Allah anaitwa neno he, his masculine ya kiume. Tuko pamoja hapo. Sasa kwa nini wanamuitaga kwa hiyo masculine ya kiume kama si baba? Si ndio hapo sasa bitu tuulize wao. Lakini sasa ili inaonyesha kuitwa ile masculine ya kiume, ile utu wa kiume haina maana kwamba amekuwa na viungo kama nini? Kama sisi. Tuko pamoja kama sisi. Hivi viungo vyote Mungu alituwekea kwa ajili ya kutusaidia kuishi au kuzaa. Sawa? Mungu anahitaji vitu kama hivyo. Sasa point inayokuja tusiame mada. Mungu wa Biblia ni baba. Mungu wa Qur'ani ni Mola mlezi. Kwa hiyo Mola mlezi anakataa na nini? Ana mwana. Sawa? Lakini Mungu wa Biblia ana nani? Ana mwana. Ndio njia ambayo anasema hiyo ukiamini kwamba yeye ana mwana unapata uzima wa nini? Wa milele. Huyo ukisema ukiamini yeye ana mwana umekufuru. Mbingu zinatikisika na uweze kuona ufalme wa Mungu. Kuna hoja moja ambayo huwa wanatoa wakati wanatoa hiyo sababu ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu, wakati wa Kristo wamesema ni mwana wa Mungu, Yesu mwenyewe amesema ni mwana wa Mungu. Wao wanasema si tatizo sana, sema wanachokataa wao ni ile kumtumia Mungu Baba, huyu Mungu sisi tunamuita Mungu Baba, kama mzazi, yani ile mzazi ambayo tunaichukulia ya kawaida wa Yesu Kristo, wakati wao kama ingekuwa ni ule baba wa huruma au tuseme ubaba wa kimalezi tu kawaida ule kwamba Mungu hata sisi tunamuita baba yetu na yeye anatuita sisi ni wanae na Yesu naye aitwe mwanae
kama sisi tunavyoitwa wana wa Mungu, hiyo isingekuwa shida kubwa. Yesu anaitwa ile andiko hilo kusema kwenye English ile 3:17 Yohana. Anaitwa the only begotten son of God. Okay. Mwana mzaliwa pekee kwa Kiswahili fasaha. Kwa Yesu kwa majibu ya maandiko amezaliwa na Mungu. Okay. Sawa eh? Amezaliwa nani? Na Mungu. Kwa Mungu amemzaa Yesu. Sasa Wakristo wanaonaga haya kutamka hayo maneno. Okay. Tuko pamoja na hata Waislamu sasa kujua baba wa huruma, sababu Allah je ni baba wa huruma? Baba wa nini? Hakuna hicho kitu. Yaani kwenye Qur'ani Allah hajaitwa baba wa yoyote. Okay. Tuko pamoja paka hapo eh? Si baba wa nini? Wa yoyote. Je, lakini sasa hiyo maana ambayo kwa sababu Waislamu wanasema ujue wa Kristo, kwa sababu sisi wenyewe wa Kristo vile vile tunakuwa kama tupo tofauti. Wakati tunataja tu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, kuna mwingine anaipata hiyo. Ukisema amemzaa, Waislamu wanasema hivi ndivyo tunavyosema Wakristo. Nafikiri na wewe ndicho hicho tunachorudia kwamba tunamaanisha Mungu amemzaa Yesu. Inawezekanaje Mungu amzae Yesu? Narudi pale pale, ana viungo vya kuzalia? Sasa hiyo ni upeo mdogo tu wa kufikiri. Kuna andiko moja la Qur'ani linasema hivi, nafikiri Qur'ani 6:101. Kwamba Allah hawezi kuwa na mwana mpaka awe na nani? Na mke. Okay, ndio. Nafikiri wanafikiriaga hata wanafikiriaga.